Mjukuu wangu. Ndio bibi. Mjukuu wangu. Pokea chungu hichi kwa faida yako. Hiyo ni kinga yako. Kwa wakati wowote mtu hawezi kukusumbua. Lakini bibi, mimi chungu hicho hakinihusu. Ndio watu umekuwa ukikaa nacho wewe, kwani usiwe nacho wewe tu? Hicho ni cha kwako. Mimi nakukabidhi wewe huo mzigo, ushike kwa faida yako. Kwa kila kitu unachokitaka, utakachotaka kukifanya, kione kwanza chungu hiki baada ya kuniona mimi. Mimi muda huu naenda shule. Wewe pokea kakiweke ndani. Bibi, hiyo ni mali yako. Uone kama utakuwa unakikosea hicho chungu. Hamna. Huo mzigo mimi nakukabidhi wewe. Sababu wewe mjukuu wangu mpendwa. Chukua huo mzigo kwa faida yako. Hakusumbui mtu yote kuanzia shuleni wala majumbani wala sehemu yoyote. Kione chungu, nenda zako kafanye shughuli zako. Wala usitetemeke, pokea. Aweke ndani. Siruhusiwi kwenda nacho shule? Hiki si cha shuleni. Hiki ni cha hapa ndani. Ni kinga yako wewe. Wala mtu hawezi kukusumbua. Sawa. Sawa bibi, mimi naenda shule. Haya, sasa hivi unaweza kwenda. Sawa. Kumbuka ule mzigo nilokukabidhi. Sawa. Hey, why you are coming late? I'm talking with you. Why you are coming late? Okay? What is a cell? You? Cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. Cell is a basic. Basic unit of what? Life. Of life. Yeah? But when we discuss cell, each have a type of cell. Type of cell. Of cell. There are type of cell. Type of cell. What? Type of cell. Yes. Type of cell. No, I don't remember. Type of cell. You don't know type of cell. Another one? Another one? Yes, you? Type of cell: eukaryotic cell and prokaryotic cell. Is it clear? Yes. Good.
Nalia nini mjukuu wangu? Bibi. Mimi leo nimepewa adhabu kali sana. Nimeng'oa visiki, nimesafisha uwanja. Pia nimepewa adhabu ya viboko. Ndio maana sijaenda kula. Atakaye kuzuru shuleni si mwalimu si watoto wa shule. Wape viboko. Umenielewa? Sawa bibi. Nimekuelewa. Tabia hiyo utamuonyesha mwalimu pia na hawa wanafunzi wenzako. Na pia hata wanafunzi wenzako hawawezi kukusumbua. Unawapa vipigo. Sawa bibi. Kwa adhabu niliyopitia leo, siwezi nikasamee mtu yoyote. Kafanye kazi. Na kazi isikike. Na huyo bibi yako yuko wapi? Na taratibu za shule haziruhusu kumleta mzazi pasipo kufikia ofisini. Kwa nini wewe mlete mzazi wako muingie naye darasani pasipo kumleta ofisini? Lidia, naongea na wewe. Na ukiangalia ni muda wa lunch. Kwa nini hujaenda kupata lunch? Bado unaendelea kunitolea macho. Mimi kama mwalimu naongea, lakini bado unaniangalia. Una viburi Wewe mtoto, shuleni kwetu haturuhusu viburi. Sawa? Adhabu yangu umeikamilisha? Umeikamilisha adhabu? Sasa mimi naongea, wewe umekaa kimya. Inamaanisha dhahiri una kiburi. Una kiburi wewe mtoto. Sasa hicho kiburi chako kwenye hii shule mimi nitakikomesha. Sasa kama mimi naongea wewe unanuna, hicho kiburi chako kitanyoka. Sasa wewe nitolee macho hapo kama mende kabana na kiti. Saa 12 kabla kutoka unikabidhi adhabu yangu. Sawa. Kwenye shule yetu. Hakuna watu wanaojiweka kama wewe. Good afternoon, my fellow students. Good afternoon. My name is Joseph Jari Paulo. Today we have a debate between science and arts. Arts is a proposer and science is the opposer. Before we proceed, welcome Madam Zara. Maraba. Watoto wazuri mimi nawapenda sana. Lakini ningependa kuambia kitu kimoja. Sitakuwepo kwa muda mfupi, naenda kujitazamia kidogo. Tutakuta tena baada ya miezi 6, nitawakuta tena jamani. Nawapenda sana watoto wazuri. Mbaki salama. Huyo madamu akijifungua mniite mbwa. Kifuat. Lidia? Kwa nini unamwambia hivyo mwalimu wako? Hiyo ni tabia mbaya na haifai. Okay. Proposal. The motion of day, education is better than money. Proposal side, Emmanuel. March forward. Come here. Duala. On the opposite. Sans. Yes. Where's Sans? You're the boy. I choose you. Welcome. There. Hello, my fellow students. Hello. My name is Emmanuel Steven Ngengena. I'm here to agree my motion says that education is better than money. Education is better than money because education
It helps to manage money. Thank you. Clap for hands. Opposite side. Eddie boy. Thank you, Chairperson. Thank you, Secretary. Thank you, motion mover. Good afternoon. Good afternoon. I'm here to oppose the motion. Education is better than money. The motion says that education is better than money. I'm disagree to say that money is better than education, because without money, you cannot get items for using, for studying. And second, without money, you cannot get money for building, instruction, for studying. Third, without money, you cannot manage and use to pay teachers. Thank you. Hello, my fellow students. My name is Rehema. I'm here to propose the motion. My motion says that education is better than money. Yes, education is better than money, because if you have education, it helps to professional people like a doctor, teacher, barrister, GCM, and more. Thank you. Opposite. Opposite side. Opposite side. How miss? I'm good. Because no one knows. Mifat is you. Mifat, come. Yes, I mean Mifat. He's right. Hello, my fellow students. Hello. Thank you, Chairperson. Thank you, Secretary, and the other majority. I'm here to present my point. The motion states that money is better than education. I agree that motion, because if we don't have money, we don't get your service yourself. Thank you. Madam, kulikoni? Huyu mwanafunzi hana adabu sana. Wakati mwalimu Zahara anaaga, akazungumza maneno mabaya sana kuhusu Madam Zahara. Hivyo wewe una matatizo gani? Yanayozungumziwa ni kweli? Naongea na wewe. Naongea na wewe, usinitolee macho. Unakumbuka jana umempiga mwanafunzi mwenzio? Nimekupa adhabu ya kung'oa visiki 3 pale. Leo unamkashifu mwalimu wako. Hivi una akili kichwani humo? Nilikwambia hapa hatujaja kucheza, tunafundisha watu nidhamu na elimu bora. Wewe unataka nifundishe michezo ambayo unaitaka wewe, si ndio hivyo? Na hata ulikotoka utakuta ni swala la nidhamu ndio lililokutoa huko. Kwa hili la leo sikuachi, limefika mahala salama. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nikwambia nyosha mkono. Wewe. Neno.
Huyu mtoto ana akili kweli? Nafikiri akili zake haziko sawa. Madam, mfuatilie kila hatua. Ikiwezekana afukuzwe hata hapa. Haiwezekani kana tabia mbovu kiasi hiki. Hilo swala niachie mimi. Nitalifanyia kazi kumfuatilia yeye. Hakika, fanya hivyo. Ushafika huku mara moja hiyo? Nilikotoka upafahamu. Wewe ndio umekuwa shinikizo la mimi kuadhibiwa. Nataka nikwambie, maumivu nilopitia na wewe utayapitia. Kwa hiyo unataka kumaanisha na mimi nitakuwa kama mwanafunzi niliyefanya kosa. Kwa hiyo natakiwa niadhibiwe nipate maumivu uliyopata wewe? Katika shule yetu hatutaji mwanafunzi mtukutu. Inakoendea hii shule itakushinda. Shule kunishinda haiwezi kanishinda. Labda ufahamu mimi ni nani. Na ole wako nisikie umemwambia mtu yoyote yule. Na baada ya hapa utakaponiona popote pale inabidi uniamkie. Iwe shuleni, iwe barabarani, iwe kwenye halaiki ya watu. Itabidi ufanye hivyo. Haya, nieleweshe basi. Utaelewa ni nini na maanisha. Shoga yangu, mimi nadhani mambo yako mengi sasa hivi hayaendi. Ni kwa sababu hujasikiliza ushauri wangu. Mimi mwenzio nimeamua kujikita kwenye uchawi ili mambo yangu yote yaende sawa. Hata shuleni natumia mbinu ile ile. Ni kweli unachokizungumza, na kwa upande wako inaweza ikawa ni sahihi. Lakini pia unaweza usiwe sahihi kwa sababu iko kitu ambacho unakifanya ni hatari. Kwa mfano kutumia uchawi shuleni. Unaweza ukawa unagombanisha wanafunzi au kufanya matukio huko shuleni ambayo sio sahihi. Kila kazi na tamaduni zake na kila kitu kina sheria zake. Hata uchawi una miko yake. Ukifuata sheria za uchawi hauwezi ukakosea hata siku moja. Ni sawa unaolisema. Lakini shogangu, hiyo ni hatari. Maana ukizingatia umri wako bado sio. Umri wangu mimi na kazi yangu havihusiani kabisa. Nakwambia siri hii. Ole wako nisikie umemwambia mtu yoyote wa huko nje. Nitakufanya kitu kibaya. Sitojali wewe ni shoga yangu au la. Hautokuja kukaa ukaamini. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. About turn. Like maembe. About turn. Okay. Sir! Lydia is beating me! Lydia? Yes. Where is? Come here. And you come.
Wewe. Kwa nini unampiga mwenzio? Mwalimu yeye mkorofi. Una uhakika ni mkorofi? Ndio. Natambua wewe ni mwanafunzi mgeni hapa. Hatufundishi ngumi. Hapa tunafundisha nidhamu. Si unanielewa? Ndio. Unanielewa? Sawa. Sasa adhabu nitakayokupa. Umeona visiki vile kule? Vile visiki vile vitatu vile nataka vikang'olewe. Sawa? Ving'olewe vile visiki vitatu. Saa 4 uje uripoti. Lakini mwalimu yeye ndo mkorofi. Wewe, nimekwambia. Hatuna mwanafunzi mkorofi hapa sisi. Sawa? Go to the class. Nimekuita hapa kwa jambo nataka niongee na wewe. Nimeona nitumie muda huu ambao hao wanafunzi wako pale msalini ili niweze kuzungumza na wewe. Nilikuwa naomba ile adhabu ulionipatia ya kukusalimia mbele ya wanafunzi, mbele ya watu wengi, nilikuwa naomba unipunguzie, maana adhabu ile ni kubwa. Siwezi kukusamee. Nataka na wewe upitie machungu kama mimi nilopitia. Udhalilike kama ulivyonidhalilisha mimi mbele ya wanafunzi. Na sio kama nikubadilishie adhabu. Adhabu hiyo ndo inakufaa. Na kama adhabu hiyo ni kubwa, nitakuongezea adhabu nyingine ili uwe unajisaidia haja kubwa mbele ya wanafunzi. Ili uone maumivu nilokuwa nayapitia mimi. Usinifanyie hivyo. Naelewa kama nilifanya kosa. Ila mimi sikujua kama wewe una nguvu hizo, una nguvu za kiza, mimi sikujua. Nilikuwa naomba tu unisamehe, yaani mimi sitorudia tena kukupa adhabu. Hata mwalimu atakupa adhabu mimi nitamzuia. Naomba tu unipunguzie adhabu. Ulimdharau mtu usomjua undani wake. Sasa kiuka amri yangu uone. Sasa leo nasamehe namba. Sawa? Yes. Leo sichapi nini? Namba. Sasa nimesema nimesamehe namba, kesho uje saa 3. Mwalimu anakuja saa 1, wewe uje saa 3. Uje saa ngapi? Saa 3. Kesho nitachapa. Na nitachapa nyingi. Sawa? Sasa mimi naongea, huyo mwenzenu kakaa huko ni nani? Mimi nazungumza, wewe umekaa. Nani huyo? Lilia. Wewe mtoto una nini? Lilia. Haya, march forward. Wewe. Mtoto mbona msumbufu? HP, where are they? Mimi naongea, wewe unakaa. Na unakaa chini. Wenzako hawataki kukaa hawa. Haya, nimetangaza nini? Nothing. Sasa kwa sababu umenichokoza nikuchape na kuchapa. Nyosha mkono. Wewe ndo kunikalia hivi? Unanikalia mimi hivi? Wewe ni bosi? Wewe ni bosi? Nyosha mkono huko. Nyosha mkono. Sasa jamani tutawanyike. Shikamoo. Marahaba mjukuu wangu, jambo? Jambo.
Bibi, samahani kwa kusumbua. Samahani, najua nimekusimamisha njiani, ulikuwa una safari zako, ila nina mazungumzo na wewe kidogo. Bibi, mimi na mdogo wangu ambaye anasoma sekondari Yongwe. Hii wiki mdogo wangu ananilalamikia sana kwamba anapigwa shuleni na mjukuu wako. Anapigwa, ananyanyaswa, kiasi kwamba inamfanya yeye anashuka kimasomo. Mimi naomba uongee na mjukuu wako. Yeye ni mgeni, alafu anafika anaanza kuwapiga wenzie, anaanza kuwanyanyasa wenzie. Sio kitu kizuri bibi. Alafu pia inaweza ikamletea shida baadaye. Anaweza kapewa adhabu kali, pia anaweza hata kafukuzwa shule. Kwa bibi, mimi naomba uongee na mjukuu wako, aache tabia mbaya anayoifanya. Sio kitu kizuri. Nilo tu bibi yangu. Umepata wapi mamlaka ya kuongea na mimi? Haya mambo ya shuleni waachie wenyewe walimu wa shuleni. Siwezi kuongea na wewe kipalato. Mimi kipalato. Yaani naongea na wewe bibi kistaarabu afu unaniletea jeuri. Sawa, hamna shida. Nitakuonesha. Sasa mimi naenda kudili na mjukuu wako. Sio kila binadamu anayekufa wakati wake wa kuishi umeisha. Ila wengine wanataka kufa kabla ya wakati wao. Kwa maana gani kusema hivyo? Ukitaka kujua mimi namaanisha nini, na wewe wakati wako utakuwa umeshafika tayari. Hivyo hautakiwi kujua mimi namaanisha nini. Shaanza kupata picha. Wewe ndio mwanafunzi mgeni unamsumbua mwalimu Mbwilo. Kumbe umenijua. Ndo mimi. Sawa. Labda tu nikwambie nitadili na wewe mwanzo mpaka mwisho. So kila mtu analiona tabasamu langu kwa urahisi. Ila wewe leo umefanikiwa kuliona. Unanilazimisha nikuue. Ingawa mistaki. Sasa ukiendelea kufuatilia maisha yangu, nitadili na wewe. Acha niende shule. Pepe, shida nini? Hamna shida yoyote. Sasa jamani, muda wa kwenda kazini hapo umetoka umekaa hapa. Hamna, kuna vitu nilikuwa najaribu kuvifikiria. Naona nilikuwa vijakaa sawa. Baby. Kwanza ulivyorudi jana shule, haukuwa sawa. Yaani mpaka mechi yako haujaicheza vizuri. Hiyo hali imetokana na nini? Natambua hilo lakini haina shida. Kuna mambo hayajakaa vizuri. Yakikaa vizuri kila kitu kitakuwa sawa hivyo. Usijali. Mimi sijakuzoea hivyo. Yaani hauko sawa kabisa mume wangu. Babe. Niambie basi shida nini? Mimi nakosa amani eti. Okay. Kuna jambo linanitatiza sana. Kuna mwanafunzi alikuja pale shuleni. Sasa kila tukio akifanya na participate sana mimi kuliko walimu wenzangu. Sasa basi ikapelekea mpaka jana niko asembo nataka kumpa adhabu. Nikashangaa nimejikojolea.
Kicho nishangaza zaidi kwamba ni muda mfupi tu nikajikuta nimeloa hapa pote. Ndo nawaza. Nikirudi naweza nikalikuta jambo gani? Shangazi. Mume wangu. Mwanafunzi gani huyo? Ni mwanafunzi mgeni. Amehamia tu. So, yani kila matukio anayofanya lazima ni participate mimi. Hakuna mwalimu mwingine ana participate zaidi yangu. Hebu samani kwanza, samani. Yaani kama vile sijakuelewa. Yaani Wife, wewe ambacho uelewi hapo ni nini? Yaani ambacho wewe uelewi hapo ni nini? Na wewe nikurudisha darasani nianze kukufundisha sasa. Kwamba hatua 1, 2, 3. Mume wangu. Wewe nenda tu kazini. Nina imani kabisa Mwenyezi Mungu atakusaidia. Hata mimi pia nitapiga magoti, nitamuomba Mungu, hii hali itatoka. So unajua mimi mkeo ni mtu wa maombi. Najua. Najua vizuri. Sasa mume wangu, ungeenda tu kazini. Mimi na imani Mwenyezi Mungu atakusaidia. Sawa mume wangu? Sio kirahisi. Baby. Sasa jamani unakataa kwenda kazini. Ukifukuzwa kazi, tutaishi wapi mume wangu hapa mjini? Angalia, kuna nyumba ya watu, kuna vitu kibao mume wangu. Unafikiri ukifukuzwa kazi tutaishije? Nakuelewa. Nitaenda. Na imani hayo yote yataisha. Sawa? Sawa. Sawa. Jitahidi basi uende kazini. Haina shida. Basi sawa. Mimi ngoja niwahi kazini baby, sawa? Haina shida. Nakupenda. Sawa. Sawa. Uende basi baby, sawa? Naweza kupigia simu. Sawa. Sawa. Safi. Kama kaa. Bana mambo ni shwari. Kama kaa niko na watoto hapa kajua hapa vitamini D nini. Afya yangu na sio nzuri sana. Bana. Niambie. Salama mzee. Mimi kwa mahali ya mafua kidogo amenibana hapa. Lakini sio kichonileta hapa. Kichonileta hapa mpaka nimekutafuta ndugu yangu. Na issue ya ndugu yetu mwalimu Mr. Mbwilo. Nilitoka kuongea na Mr. Mbwilo. Kuna ile issue ilomtokea pale shuleni. Ndugu yetu anapitia changamoto kidogo. Sasa utakuwa na taarifa. Sasa mimi kuacha hilo nimekutana na yule mtoto yule mwanafunzi yule. Ni mwanafunzi kanitolea maneno makali, kanitolea maneno ya shiti, maneno magumu ambayo mimi toka nimezaliwa na mamangu mpaka kufika hapa sijawahi kuambiwa na mtu yoyote yule. Yaani kanitishia vibaya mno na vikali sana. Na itikadi kubwa. Sasa mimi nimekuja hapa kukueleza kale kanafunzi tunafanyaje au tunafanyaje kwa sababu sasa ametoa vitisho na anazidi kumsumbua kaka. Najua mimi nikijiuliza sana. Huyu mwanafunzi anatutakia nini kwenye familia yetu? Yaani amsumbue mwalimu. Sasa sijui pale alienda kwa kisasi gani. Yaani tena mpaka anakujia tena na wewe mwenyewe tena anakujia tena na wewe anataka nini? Sasa sikia. Hebu chagua kitu kimoja hapa. Kampige, tandike makofi 2 3 au tuende upande wa pili. Hapo kaka kwenye kumpiga ninaona iko sahihi. Kwa sababu gani? Yule ni mwanafunzi. Alafu tukimpiga kumbuka serikali ya kijiji au serikali ya mtaa itatuchukulia sheria. Sawa, tusichukue sheria mkononi. Sisi twende katika ufalme wa giza ambao ngome inalipa kisasi pale pale. Twende upande wa pili. Tunamyayusha.
Yule ndugu yetu haitakiwi ahame shule. Tutakula wapi? Tunajua posho hata kama unapata hii ngapi. Unafikiria wewe akihama shule tu pale unapata wapi? Sasikia. Kuna mganga moja, sisi tuende upande wa pili. Kutoka Simbawanga, anatoka kwenye milima ya Kipalanga kule. Baba anaweza kuyayusha hivi vitu ambavyo vinajifanya vyenyewe vina nguvu. Ni mtaalamu kweli. Sasa ndugu yetu tusipomshughulikia sasa hivi, sisi tutakula wapi? Si unajua tena tunapataga shingapi hapa na tupatupa nini? Na sisi hatutakiwi kuhame shule yule jamaa. Ndugu yetu Mr. Mbwilo asihame shule kwa sababu ya huyu kinyaragosi mmoja tu hapa hivi. Kati tunaenda tu pale tunafanya kama kuminya bata ni tu hivi anapotea. Sikia. Sio jambo la kuchelewesha kwa sababu umesema umekutana nayo. Inabidi tuondoke moja kwa moja. Au unasemaje? Haina shida. Si tuondoke sasa hivi hapa ngoma tuende tuna nini? Haina shida. Na ndio ukisubiri unakuta mwana sio wako. Twenzetu bana. Ukamkosa kaka. Sinjeni. Twende kwa hivi, maana hivi ndio yuko nanili yuko kwa hapo hivi. Yawma idhin yasduru an-nas asatara amarum فَأَمَّا يَمَرْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَأَمَّا يَمَرْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wasiwasi yenu ndio jibu la maswali yenu. Huyo mnayemtafuta ni kweli kapotezwa, na anayafanya yote hayo ni mwanafunzi wake. Lengo na mazumuni yake apotee kabisa katika kazi. Sasa kwa hiyo, ili muweze kumrudisha, inahitajika dua. Tena dua kubwa tu. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuwezi kumpata huyo mwalimu. Kwa sasa hivi hamwezi mkampata. Maana kwa sababu huyu mwanafunzi si mtu wa mchezo. Si mtu wa kuchezea, si mtu mdogo. Na ndio maana nikakwambia inahitajika dua kubwa. Tena dua kubwa sana. Sijui umenifahamu?